Una kila sababu ya kuangalia video hii hadi mwisho endapo umezaa mtoto au wewe ulizaliwa nyumbani, haukuzaliwa katika kituo cha kutolea huduma. Katika video hii nalenga sasa kukuelekeza ni kwa jinsi gani ambavyo utapata cheti cha kuzaliwa cha mtoto wako, au kama ni wewe au jamaa yako alipata mtoto bila kwenda hospitali, yani wakati wa kujifungua alizaa nyumbani. Kuna sababu nyingi zinazopelekea watu kuzalia nyumbani. Sababu za kuzalia nyumbani zipo nyingi sana. Kuna wengine wanazalia nyumbani kwa sababu uchungu umekuja ghafla tu, mama akajikuta anazalia nyumbani. Lakini pia kuna mwingine wakati wa kuanza safari mpaka kuandaa safari mpaka kufika kwenye kituo cha afya ulichukua muda mrefu, hivyo ikapelekea mama huyo kujifungulia nyumbani. Sasa kuna utaratibu ambao unaweza kukusaidia sana wewe kupata cheti cha kuzaliwa endapo mtoto wako alizaliwa nyumbani au wewe mwenyewe ulizaliwa nyumbani au kuzaliwa kwenye kituo cha afya au hospitali yoyote ile. Kwenye mfumo wa RITA kuna utaratibu maalum wa kuwatambua watu waliozaliwa hospitali, lakini pia watu ambao hawakuzaliwa hospitali. Na hii ndiyo sababu nataka nikueleze na kukutoa hofu kwamba hata kama umezaliwa nyumbani au mtoto wako amezaliwa nyumbani, unaweza ukapata cheti cha kuzaliwa kwa utaratibu rahisi kabisa ambao hauwezi ukakusababishia usumbufu wa aina yoyote, na ukapata cheti chako cha kuzaliwa bila kuwa na taabu kabisa, kwa kutumia simu yako ya mkononi, kompyuta, au unaweza ukatumia kifaa chochote kile cha kielektroniki bila kupata shida, na ukapata cheti chako cha kuzaliwa kabisa. Kabla tujaendelea, nikukumbusha kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kusudi video hii iweze kuwafikia watu wengi, lakini pia uendelee kuwa mnufaika wa kwanza pale tutakapokuwa tukiweka video mpya kila siku. Basi tuingie moja kwa moja ili nikuelekeze ni kwa jinsi gani ambavyo wewe unaweza ukafanya usajili wa cheti cha kuzaliwa hata kama haukuzaliwa hospitali. Kwanza utajaza taarifa binafsi, lakini itakapofika kipengele ambacho kitauliza wewe umezaliwa sehemu gani au mtoto amezaliwa sehemu gani, katika eneo hili utaulizwa mkoa, wilaya, kata pamoja na sehemu aliyozaliwa mtoto. Endapo mtoto amezaliwa nyumbani, utachagua sehemu ya usajili kwamba mtoto alizaliwa nyumbani. Endapo settings za simu yako zitakuwa ni Kiingereza au ni Kiswahili, utaona sehemu imeandikwa home, utaenda uchague home. Wakati wa usajili kwenye mfumo wa RITA utafanya machaguzi ambayo yataonyesha kuwa wewe umezaliwa nyumbani au umezaliwa hospitali. Sasa hapa kuna kitu cha kuzingatia, ni kwamba ikiwa mtoto amezaliwa hospitali, kwenye mfumo wa RITA wakati wa usajili utachagua hospital au health facility. Endapo mtoto wako amezaliwa nyumbani, hautachagua health facility ila utachagua home. Hii inategemea na setting ya lugha ambayo umeiweka kwenye simu yako. Kwa kuna wakati utaona kabisa ni Kiswahili kwamba mtoto amezaliwa kituo cha afya au hajazaliwa kwenye kituo cha afya. Kwa hiyo wewe utachagua mtoto amezaliwa nyumbani kwa sababu hakuzaliwa hospitali. Baada ya hapo atakuuliza ni nani aliyehudumia wakati anamzalisha. Mara nyingi ukiwa nyumbani utasaidiwa na ndugu, jamaa na marafiki, lakini kwa zamani sana kulikuwa na wale wakunga ambao walikuwa ni tradition, watu wa asili waliokuwa wanafanya huduma za uzazi lakini kwa asili. Kwa hiyo kama ulizalishwa na ndugu au mtoto alisaidiwa kuzaa, mama alisaidia kuzaliwa na ndugu, utachagua sehemu ya relative au ndugu. Lakini wakati wa uzazi kama mkunga wa kawaida ambaye hakuwa trained, unachagua tradition healers. Kuna vitu vya kuandaa wakati unafanya registration ya cheti cha kuzaliwa kwa mtoto aliyezaliwa nyumbani, ili kuondokana na usumbufu ambao unaweza kujitokeza wakati wa kufanya usajili. Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kufanya kazi, moja kabisa, anatakiwa uandae document muhimu ambazo kwa mtoto aliyezaliwa nyumbani utaandaa kadi ya kliniki ya mama wakati ni mjamzito, lakini pia utaandaa kadi ya kliniki ya mtoto baada ya kuwa amezaliwa. Hizi nyaraka ni muhimu sana kwa sababu zimebeba taarifa muhimu sana za uzazi wa mtoto huyo. Kwa watoto wale wanaokuwa wamepoteza kadi za kliniki na tayari wameshafikia umri mkubwa sana, wengine labda na miaka 15, 16 au 20 na hana kadi ya kliniki, option rahisi hapa, atatumia living certificate ambayo amemaliza shule. Ile living certificate ataitumia kwa ajili ya kuomba cheti chake cha kuzaliwa. Inatakiwa kuandaa taarifa za wazazi. Hapa unaweza kuandaa kitambulisho cha mama cha mpiga kura au cha utaifa, leseni ya udereva au passport ya mama au ya baba. Unaweza ukachagua kimoja kati ya hivyo. At least hizi zinakuwa ni document ambazo kwenye mfumo wa RITA hazitasumbua wala hazitaleta usumbufu wa aina yoyote. Kwa wale watu wazima ambao wamezaliwa nyumbani, hawana vyeti vya kuzaliwa, sasa ili waweze kupata cheti cha kuzaliwa, kwanza inabidi awe na kitambulisho ambacho kimebeba taarifa zake, lakini pia awe na kitambulisho cha wazazi. Kama unakuwa na kitambulisho cha mpiga kura au NIDA au utakuwa na passport, hii inakusaidia wewe kupata cheti cha kuzaliwa hata kama ulizaliwa nyumbani au kuzaliwa sehemu ya kutoa huduma za afya au hospitali. Kama video hii imekusaidia, tafadhali sana subscribe, like na comment ili uendelee kunufaika na video zetu tutakapokuwa tukikuwekea mara kwa mara.